Kaka. 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 Shikamoo. Marhaba. Mzima? Mimi mzima. Wewe unaonekana una mawazo. Changamoto nyingi. Mambo ni mengi kwa kweli. Kaka, hebu nielezee vizuri, changamoto gani za maisha? Hivi mimi sio mwanaume? Wewe ni mwanaume kaka, mbona unasema hivyo? Kwa nini unasema hivyo? Yaani sifai kuwa mwanaume? Unafaa. Unafaa. Nazalilika. Lakini najua yataisha. Mimi najua yataisha. Unazalilika kivipi yani? Hebu nielezee vizuri kaka. Kaka, mambo ya familia ndugu yangu. Familia tena? Familia ni changamoto. Nimekuwa mwiba sana kwangu. Naumia mno. Naumia mno. Hivi mimi wakupigwa makofi na mwanamke? Kaka, yani inauma sana. Ni changamoto tu hizi ndugu yangu. Wewe acha tu. Acha tu. Sasa kaka, kuna mkutano kule. Tano? Sila mgambo ilipigwa jana. Ukulisikia? Sikusikia bwana. Kaka, tuwai. Saa ngapi? Saa 10. Kaka, nyanyuka twende. Sawa. Twende. Twende bwana kaka, maana mkutano ni muhimu. Sawa, Itaisha tu bwana. Familia, mambo ya familia tu. sawa yenyewe yataisha, lakini tuhudhurie kwenye mkutano kwanza. Mpande oye! Mpande safi? Safi. Aisee, nashukuru sana kwa mwitikio wenu na ujio wenu katika mkutano huu wa kitongoji. Makofi kidogo jamani. Nashukuru sana tena sana. Katika haya yote kuna mambo makuu matano ya kuzungumza nanyi. Kikubwa niseme uongozi huu ulioko mbele mnautambua na mnaujua. Sawa? Ndio. Nachokiomba usikivu wenu katika mkutano huu wa kitongoji. Kikubwa haya mambo matano muyasikilize, na mimi mengi mtayapenda na mtayafurahia. Jamani, hata makofi kidogo basi. Nashukuru sana tena sana kwa mwitikio wenu. Lakini mbele yenu tuna mwenyekiti na viongozi wengine. Naomba nimsimamishe mwenyekiti afungue mkutano wa kitongoji huu na tuwe wasikivu katika hili. Asante. Wanampande hoye. Wanampande safi. Nashukuru sana na nimefurahishwa sana na uwepo wenu, na hii niunganishe kwenye utaratibu wa agenda zetu kabla hazijatambulishwa kwa kuokoa muda kwa kuwa tulichelewa kidogo. Hii ni agenda ya shukrani. Niwashukuru sana Wanampande kwa umoja wenu toka tulipoanza mpaka hapa tulipofika. Na wapongeza sana sana sana, sio kidogo. Tumekuwa kitongoji cha mfano katika kijiji cha Igia. Tumefanya mambo makubwa ambayo sasa hivi vitongoji vingine vinaanza kuiga, lakini vijiji ikiwezekana mpaka kata itaiga kwa ajili ya hiki tulichokifanya Wanampande. Naomba tujipongeze. Na niseme kwa maneno machache kwamba mkutano nitakuwa nimefungua, katibu wangu asome agenda zetu na ratiba zingine ziendelee. Mbele yetu tuna agenda kuu 5. Agenda ya kwanza ilikuwa ni kufungua mkutano. Mwenyekiti nashukuru Mungu amefungua na ameitikia vizuri. Lakini tuna agenda ya pili ni shukrani. Agenda ya 3 ni maendeleo ya kijiji chetu au kitongoji chetu niseme kwa. Jambo la 4 mengineyo. Kwenye mengineyo pia naamini wana kitongoji mna mambo mazuri makubwa ya kusema nasi, kero zote mtasema. Lakini cha mwisho cha 5 ni kufunga mkutano. Asanteni sana katika hili, lakini katika hizi agenda mwe makini kuzisikiliza na hoja zenu basi zifike katika mfano wa agenda ambazo zimepita nyuma. Nadhani mnakumbuka vikao vya nyuma vyote. Yes, katika hili basi ni msimamisha tena mwenyekiti. Dada yangu,
wanasema kuwa uyaone. Na ni kweli nakuwa. Na pia nayaona. Sijakuona kaka. Hivi dada, ni kweli umekataa kabisa kuolewa? Inamaanisha uniamini kabisa? Hivi mimi naweza kukuingiza kwenye tundu la sindano? Tumekuwa ni waoga sana kwenye kuuliza maswali. Sasa sawa, tuanze na mzijana hapo. Mwenyekiti, mimi swali langu kuhusu sisi vijana. Sisi vijana hatuna maeneo ya kukaa, hatuna maeneo ya kulima, na nyinyi mnatuhamasisha kwamba tujitegemee. Ukija kuangalia kuna wazee wengi sana katika kijiji hiki, wana maeneo makubwa ya makazi na ya kilimo. Sisi vijana tunakuwa kuyapata yale maeneo tunatumia gharama kubwa. Na ukija kuangalia kijiji chetu, sisi vijana kipato chetu ni kidogo sana. Kwa hiyo tuko tunaomba utusaidie kwa kuhusu hilo mwenyekiti. Mimi cha kwanza kabisa nizungumze na kamati yangu wazee, ni waombe hili jambo. Vijana hapa tunazungumza, tuna maeneo ya wazi mengi sana, na ikiwezekana jambo la msingi kwa vijana hawa wapate maeneo yao, kwa kuwa maendeleo yanapokuja hapa ndani ya kijiji chetu cha Mpande, na sisi tunahitaji tuwe tuna umeme. Lakini umeme, wale watu wanaokuja, watu wa umeme wanafanya utafiti, wanaangalia kwamba nyumba ziko ngapi, wanahesabu, wakiona hivyo tumepeleka maombi sawa. Tunapeleka sisi viongozi na tumepeleka mara nyingi ili tufanikiwe tuwe tuna miji mingi, lakini iliyo banana. Watu wanatuletea huduma ya umeme, na umeme ni sehemu ya maisha yetu. Wanampande oye. Wanampande safi. Asante. Baada ya kuona haya mambo tumeyazungumza, na lakini pia wazee wangu, haya mambo ni ya kwetu sote, yanatuhusu, na haya mambo ni kwa ajili ya ujenzi wa kitongoji chetu na kijiji chetu. Na basi niombe mzee, karibu mzee Kipe, karibu. Wanampande oye. Mimi sitaenda mbali sana mwenyekiti, kwamba vijana ni wengi, hawana makazi, hawana kilimo. Ni kweli kijana kama yule hawezi kumudu gharama za mashamba. Niseme tu kwa ufupi, kijana, serikali wacha endelee kujipanga, itengeneze mpango mji vizuri. Hii Mpande sio kijiji tena, ni mji. Mbona sisikia hata kigeregere? Wanawake hampo. Tupange mji wetu vizuri, tumalize shida hii ya vijana, wapate mahali pa kulima, wapate mahali pa kufanyia makazi. Mwenyekiti, ngoja nikae chini. Asante. Mimi ninachokuambia, nataka tutoke katika hii hali ngumu. Angalia kaka anavyoteseka. Angalia maisha tunapozalaulika. Angalia kaka yako, mimi navaa nguo gani hizi dadangu? Wewe kuniambia taabu msitaki hapa. Osha kununua mboga hata siku moja hapa. Osha ngazi kapuku bwana, tula bwana. Lakini kaka, mimi ndio kusoma. Kwani nimekukataza? Nimekuzuia kusoma. Unaweza ukasoma. Ule mtu ana kiwango cha pesa tena kikubwa tu. Unaweza ukasoma huku umeolewa. Kwani wangapi wameolewa afu wanasoma? Nielewe basi. Au unafikiri mimi sikupendi? Au unafikiri sina upendo na wewe? Mimi siwezi kukuangusha dada yangu. Niamini basi. Nielewe basi. Mimi nakupenda Hamisa. Niko chini ya miguu yako. Wewe tena usiniletee uchuro. Sio unanielewa? Koma, tena ukiniona siku nyingine. Niamini. Tutoke katika hii hali ya umaskini. Ukifanikiwa na sisi tutafanikiwa. Kijiji kizima tunazalaulika sisi tu. Kweli dadangu? Basi sawa kaka, lakini kaka Musa nitamwambia kati mara kikao cha mara kwanza nilimkatalia.